mikono yako juu. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh. Sababu leo ya kuinua wapi mikono. Uliumba lakini haukuwa. Jina lako jemedari ninakupenda, jina lako mkombozi ninakuinua. Asante Bwana Yesu kwa wokovu, asante Bwana Yesu kwa neema. Sababu ya kukuinulia mikono. Let me see you everybody. Hey. Yahweh, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh. Hi everybody, are you ready? Let me see you everybody. Uaminifu wake uende mataifa yote. Haleluya. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yahweh, uhimidiwe. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. One more time, one more time. Yahweh, uhimidiwe. Uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione wale mkono furaha kwamba mmefika mahali hapa siku ya leo. Amen. Amen. Na wale mnaombea Yesu mpigie makofi mazuri, ndio sadaka yako ya siku ya Jumatano. Mkabwa tichingo bichi nyenge, piga makofi vizuri na ushangilie. Glory be to Jesus. Hallelujah. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya nafasi na kwa sababu ya watoto wako. Leo uliniahidi kwamba utawaponya, utawabariki na utawainua. Kuna mtu anatafuta breakthrough ya maisha yake, ataipata. Kuna mtu anataka umuondolee majanga ya ndoto mbaya za watu waliokufa, atafanikiwa. Watu wote waliokuja hapa wataponywa, watabarikiwa na watajifunza zaidi kukuhusu. Utubariki kama watoto wako kwa jina la Yesu. Watu wote waseme amen. Amen. Chingo bijo chine chimukari kuwe gasa dada. Mwaone tichi kaera pi. Oyoko iria naende kabisa naye wangonyi lake. Na tukae kwa uwepo wa Bwana. Sasa mimi nataka niwaombee, niende kushughulika na mambo mengine mawili matatu. Lakini kabla niwaombee, kubali niwafundishe kidogo mahali tunatoa mamlaka na nguvu na ushindi. Amen. Sasa kuna mambo unafaa kuelewa machache tu. Jambo la kwanza unafaa kuelewa ni kwamba Biblia ni kitabu kitakatifu na ni kitabu cha Mungu. Mnaelewa hilo? Very important. Jambo la kwanza uelewe kwamba Biblia ni kitabu cha Mungu. Mwambie neighbor, Biblia ni kitabu cha Mungu. Na ya kupasa umwamini Mungu vile imeandikwa.
Now, hapo ndani ya Biblia, jambo la pili, point ya pili ni kwamba hapo ndani ya Biblia inasema kila mtu anayekwenda kwa Mungu, kitu cha kwanza anafaa kufanya ni kumwamini Mungu na kujua kwamba Mungu yuko. Waebrania ni 11 mstari wa 6. Kwa hiyo namba 2, Mungu yuko. Na kuna maeneo anapatikana kwa zaidi kuliko maeneo mengine. Si hata kwako nyumbani alikuwa. Kwa nini ulikuja hapa ukamwacha nyumbani? Kila anayekwenda kwa Mungu. Kwa hiyo kuna maeneo Mungu anapatikana. Sikuna zamani Mungu alitengeneza birika la Bethsaida, mahali watu wanaponywa. Ndio yuko kila mahali, lakini huwa anatenga maeneo fulani mahali anafanyia operations zake. Na uko hapa si kwa sababu wewe ni kijaa. Talingo sana kitomo tuwe. Uko hapa kwa sababu unajua somehow God is in this place. Nasema God is in this place. Yakobo alikuwa anatembea. Siku moja akafika mahali kama amechoka, akalala. Na usiku ule akachukua mawe akaweka ikwe kama pilo alalie. Akiwa amelala pale mahali amewekelea kichwa, usiku akaona malaika na ngazi imeelekea mbinguni. Malaika wanapanda wakishuka. Alipoamka asubuhi akasema, kumbe Mungu alikuwa hapa na sikujua. Unaweza ukafikiri Mungu yuko kila mahali, lakini kuna maeneo Mungu anachagua kwa ajili ya operations zake. Yakobo akaita ile sehemu Betheli. Akaita nyumba ya nani? Ya Mungu. Betheli ni nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja hapa kwa sababu Mungu yuko hapa. Inawezekana amchakutana na yeye hapa, lakini umesikia habari zake na yale mambo anafanya huku. Ambia neighbor, tuko kwa theater ya Mungu. Na mwambie any minute from now operation itafanywa juu yako. Amen. Jira Mungu egasa. Lero ndoto boy gose. Usende mendigo na batrato boy. Ngomo yolende. Ajua mimi nimezoea kuja na kukutana na watu wanapona haraka haraka. Mbona mimi nawaangalia na shindo mtapona? Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hapo ndani ya Biblia inasema kila anayekwenda kwa Mungu lazima kwanza aamini kwamba Mungu yuko. Ambia huyo mtu mko na yeye kwamba Mungu yuko. Mwambie Mungu yuko. Na mwambie in a few minutes utaona kazi zake. Jamani, Yesu yuko. Kwa kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Jamani, Yesu yuko. Kwa kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Imba tena. Jamani, Yesu yuko. Kwa kweli Yesu yuko. Tumemtangaza yuko. Tumeona kazi. Onyengwana koranorole. Jamani yuko. Kwa kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Jamani Yesu. Kwa kweli Yesu yuko. Tunamtangaza yuko. Tumeona kazi zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia ni kitabu cha Mungu, na ndani ya Biblia imesemekana anayekwenda kwa Mungu kwanza aamini kwamba Mungu yuko. Mnaamini Mungu yuko? Haleluya. Na 3, Biblia inafundisha uelewe kwamba Mungu anaweza kila kitu. Ukishampata Yesu mambo yako yako sawa. Luka 1:37. Anaweza kila kitu. Anaweza kila kitu. Pamoja na kurudisha ndoa yako,
Anaweza. Naje wakuro moyo. Na bago kokonya otwaro moyo nainde. It's possible. Hallelujah. Hata kama umekufa moyo atarudisha. Hata kama unataka kujinyonga atakuongezea maisha. Hiyo roho hata tunaipiga leo na itaondoka tu pole pole au kwa mbio. Again, tonde no maana your freedom is guaranteed today. I say today in Jesus name. Tuko point ya ngapi? Ya tatu. Mungu anaweza kufanya kila kitu. Na point ya 4, kabla hafanya chochote duniani, akona watu anaita manabii, anawafahamisha. Hiyo ni point ya 4. Waandike Amos 3:7. Msaada wa kweli ni ufahamu. Biblia inasema kwenye Hosea 4:6 inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa ufahamu. Msaada wa kweli ni ufahamu. Yesu alisema ninyi mtaangamia kwa kuwa hamjui maandiko wala nguvu ya Mungu. Mathayo 22:29. Ngakiora konye kayo talika kende. Biblia inasema mtajua kweli. Utajua bila kusoma. Utajua bila kufundishwa. Njia ni mbili ya kupokea ufahamu. Ya kwanza ni kufundishwa. Ya pili ni kusoma. Bwana Yesu asifiwe. There are 2 ways on how you can access information and knowledge. Through learning or being taught. And through reading. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 8:32. Mtajua kweli. Na kweli itawatia huru. You shall know the truth. And the truth will set you free. But how can you know without a teacher? And how can you know without reading? If you are looking for knowledge, you must have a teacher. You must read. Romans chapter 10:13 inauliza watajuaje bila mwalimu? How can they know without a teacher? Bona teacher naonda. Na njemone teacher ngobolinde. How can you know without writing? Mimi nataka kabisa watu mnaandika, because ile responsibility niko nayo kutoka mbinguni is to make disciples who will also make other disciples. How can you make a disciple if you don't have the knowledge? Hata haya mambo mengine yanawasumbua. Si ati ni mara ya kwanza umeombewa, si hata pastor wako amewahi kuombea. I am gifted. I don't deny that. Nimepewa vibachi kutoka mbinguni. I've prayed for the sick of hundreds of thousands. They have been healed. I have prayed for complicated situations. People that were down in life, God has lifted them. But that can never be sustainable without you acquiring knowledge. Hii ninakuombea utapona leo, but how are you going to sustain it? The durability of any miracle depends on the available information. Utapokea hata pesa leo, muujiza wa pesa. Nakwambia toa hapa utapata, na hiyo mtatoa kwa haraka. Na utaenda na utapata. Funja hii madhabahu, funja. Mumefunja mpaka mmejifunja kama madhabahu. Omweli bwa manganonsi ko ikamuli gikomanya. Gentongeyo kerate nene without knowledge. Nowhere. Ndio maana Yesu aliambia wanafunzi, you shall know. Ambia mtu utajua. Mwambie siku utajua ndio utasimama. Wengine hamtaki kujua hata vile ndoa inalindwa, ni kuomba tu, Baba naomba ukaisimamishe kwa jina la Yesu. Ligini information ya kala isimamisha namna gani? Sibitisha atio mosajo. Masubiri kisoksi. Rugenda agera. Kore bento biko koru. Sibie nyomba arobolere. Bolere bona yote na marangeti na kwaboka engitino ekale. Yani omokwe muri. Ona wote to mwaka akawaka sana. Anyway, ambia mtu kwamba look for information. Mwambie tafuta ufahamu. Mwambie tafuta ufahamu. Wewe unalia hapa kwamba tumbo inakuuma. Hata uchui ni tumbo ni hali sasa. Ni chakula ulikula kibaya. Ni mapepo wameingia. You have no information at all. Ege toka kiuma ategelinge nangu koro. Kwa sababu wewe unakula kila mahali.
Bono enda ne kuruma ka margoba tumaitine nongo kwara gerete mwa mutumbi no musio likwali avukate likwali kiara kuruma mbaka bone gendungi otarali watakunile bakebi chala chinja kuomere te bono bane ende yego kuruma nege chala kia ndani giatenina you are eating everything. Anyway, tuko point number 4 ilikuwa inasemaje? Mungu, point number 4. Mungu ambaye akona uwezo wa kufanya kila kitu. Hawezi kufanya chochote hapa duniani bila kuambia watumishi wake manabii. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana alisema kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Akasema mumwamini yeye ili muweze kubarikiwa, na muamini watumishi wake manabii ili muweze kuendelea. He said, believe in the Lord your God that you may prosper. Believe in his prophets that you may succeed. Msiwatilie manabii wa Mungu mashaka, kwa sababu Mungu hawezi akasimama kwa nyumba yako aseme mimi ni Jehova, unless kama ni Jehova wanyonyi. Lakini Jehova wa mbinguni anazungumza kupitia manabii, ndio kinywa chake. Akitaka kuponya mtu anatuma neno. Zaburi 107 mstari wa 20. Nilituma neno ili niwaponye na niwaondoe kwenye maangamizo. Neno analituma kwa njia gani? Kwa kinywa cha nabii. Ndio maana mko hapa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anawaponya kwa kutuma neno. Na Biblia ina confirm kwamba neno la Mungu likitoka halitarudi kabla halijatimiza kusudi. Isaya 55 mstari wa 11. Najako kwa sababu kwa sababu montoliolika inkonye nkopi na pechira akokonye. Isaya 55 mstari wa 11, neno lake halitarudi kabla halijatimiza kusudi. Whenever he sends his word, it will never come back without fulfilling the purpose for which it went forth. Yes, abakwe. Watu wanasaidiwa kwa njia gani? Au ni akina nani wanasaidiwa? Kwa hii dunia kuna aina mbili ya watu. Kuna watu wa Mungu na wana wa Mungu. Watu na wana. Sasa wewe ndio utajamulia kategori. Kila mtu ambaye unamuona kwa hii dunia ni mtu wa Mungu. Maana shetani hakuumba mtu. Watu wote wa hii dunia ni wa Mungu. Lakini wale ambao ni beneficiaries wa mambo ya mbinguni ni wale wamefanyika wana. Sio watu, ni wana. Hata Yesu alikuja kwa watu wake. Watu wake wakamkataa. Lakini Biblia inasema lakini baadhi yao wakamkubali. Na wale waliomkubali akawapa uwezo wa kufanyika wana. Yohana 1 mstari wa 12. Agachisa abantu baye, lakini abantu baye bakamwanga. Kulinde gati yabo bake bakamwanja. Na bali bamwanjete akaba okubwa wokoreka abana. Bona abantu bagoje banyole bintu kurusa matabau tali abantu banyasaye na abana banyasaye. Kuna siku watu walikuwa wanataka kitu kutoka kwa Yesu. Yesu akawaambia siwezi kuchukua chakula cha wana nipatie umbwa. Uliza neighbor huko kategori gani? Umefanyika mwana? Ndito bangera ini gabo sa osoke busa. Omato ndo nage ababora kanga gobere ndagera nayo musacho omoyale. Omako ndo tenera ini maega. Bako na gosuka nayo ko na gosuka. Boye kamutu ali bona ki mongena ntangisa twe die mogako ya nyagosira. Mogako ne moyale. Tochi kwabereri jara. Owasa lichinza kwaberera ini yabantu bakwereire. Mburi libanga ole ni yabomoraka mwako kare moyo. Nakita tema bolie. Obor omate egento ngere mo ku imagine ngoendo saberu sana na begento ke koba. Tali bantu bako saberu sana ke kobera. Those who have become children. Ndio maana kumja Mungu ndio mwanzo wa kila kitu. You must accept Jesus for you to become a beneficiary.
Waikoi boruo mochigete omenya waterwa ororo. Na kirojen no gwata bana bamura. Bale ngo bwata. Oyomo. Ai obore mo no gwata boisene. Bore sana amra batato. No ngatere no mwana. Nkiyo gana ko bore mo kubura bana. Ngatinge qualification ni no ko biaru naye. Onye ndi kwambia dete. Na baona ara kanyora gantu. Ambia mtu hapo kuna kuzaliwa tena. Montebelli kuna kuzaliwa tena. Ukitaka vitu kutoka mbinguni, kubali Yesu. Ebintu byose no bire sale. Mwambie Mungu tibaje kusieke Kiswahili, mwambie Mungu alibongi bintu byonsi. Yani ukobongi. Ukobongi na kukusanya neli orora, kama kukusanya. Nyasaye ga bonge tie bintu byonsi pi akabekeza magora Yesu. Ephesians 1:22. Bona kerote keteke krusi Yesu oikamo baba sani. Kere gento no kere so mugako yingo kwana. Bune bona anya taba musani onanga timbu atikene. Kesebo musani onenga mayana bina ka operate. Tata ke tibo chinga, tata ke tibibe, tata ke tibo liri, you know. Mumu maite. Mumu maite boli. Wacha watu mnatoka hapa kuna mambo atakangi. Huyu Yesu mnataka kuna mambo hataki. Ukiokoka hata mdomo wako anataka ukontroli. Ambia mtu weka kontroli. Nyoko. Yani yo ainobo ina magora nile. Anasema hata mdomo usiongee matope. Waefeso 4:29. Anakataa. Anasema dhambi inatenga mtu na yeye. Sasa wewe kama imekutenga tayari, umekaa hapa unangojea uponywe. Lakini unajua kuna bwana ya mtu umeficha kwako, si ni kweli? Lakini ora man of God. Man ngoro ayetora as a man of God, baka bande ngo itabara sole. Man of God. Abia mtu adjust na uchange. Ni vizuri, usaona mwe kwa dai. Mata na dani, kanza chini ndiko na wasoma ruigo. Takabona otosabire. Sadaka ya ira akokonye iro. Inchina bandongo likipata te kwenda igoro. Babu ene bono ende babu ene emiaka ere motwe. Niko kwa kampeni ya kutafuta watu wa kwenda mbinguni. Wanaoponywa sasa na hiyo baraka idumu mpaka siku wataingia kwa ulimwengu wa milele. Tadi bandongo likibako ngakera chikura na bandongo likibako kenda igoro. Jabona araro le bintu bitari bike. Chibesa na arole. Chigali na Henry Joseph. Chindege twalinire amalemo nagolira atari make paka najakire koni chisuti nabekire bake ya suti 1120 ngogolege goro deru 40 oraka ndo mwana fisi etai na tati andana orde tai entanga ni Kampala shingero 18 etai kwana kogole tai irangora tata njono nero lire na kolire ontakete morora Yesu na I have seen in my age, in my ministry, I have seen a few things and they are enough for me. Bona kagendo ngelongoligi. Kagendo ngongoligi kinga oyenko bwana lero. Lakini na ki after bwenire. Boma ena kimbua tenga na lendeke koneke na goitani okerenda. Na cha nyoro bugima botakoera. Egara hata ukifufuliwa kama Lazaro, kufa utakufa tena. What is the assurance kwamba baada umekufa tena utafufuliwa Yesu atakapokuja? Kwa hiyo tusitafute miujiza peke yake, tutafute miujiza, lakini muujiza mkuu kwa yote uzima wa milele. That is the greatest miracle of all the miracles. Moyo wangu kampe Mungu sifa. Sifa mpe Bwana. Moyo wangu sifa mpe Bwana. Moyo wangu
Mara ya mwisho sema moyo wangu. Moyo wangu. Sifa mpe Bwana. Sauti yako isikike mbinguni. Sifa zote nakupa. Ila mtu kwa sauti yako sema moyo wangu. Moyo wangu. Sifa mpe Bwana. Moyo wangu. Sifa zote nakupa wewe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya ibada hii na kwa wakati huu. Naomba mfalme kwamba kila mtu aliyekuja hapa aonane na wewe, akutane na wewe, na kama kuna kitu cha kuondolewa kitaondolewa kwa haraka kwa jina la Yesu. Na najua kwa maisha ya watu hawa kuna kitu kitapandwa na kitamea na kitazaa na watafuna kwa jina la Yesu. Bwana, ongea pamoja nasi, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Utana naye Pastor Morwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi, na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni, na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii.